Kwa majina anaitwa Robi Mwitamanga. Kituo cha polisi sisi hatukikatai, sisi kama wananchi au sisi kama serikali ya kijiji. Kituo cha polisi tunahitaji kijengwe ndani ya vijiji vitatu vilivyopo, kijiji cha Msege na kijiji cha Ketawasi na kijiji cha Genkuru. Kuna eneo tengefu ambalo tulisha lipanga sisi kama serikali. Machina Doroja Simagige Ndege, mkazi wa Msege Main. Swala hili la Jumatano, wananchi walistuka kuona kwamba kuna kituo kinajengwa Msege Main na wakati hawana taarifa, na uongozi wa kijiji hususan mwenyekiti wa kijiji pamoja na mtendaji wake wa kijiji walikuwa hawana taarifa. Baadaye ndio wananchi wakaa mkutano kule juu wakachukua maamuzi ya kuja kufunika sehemu hii. Sababu kuu ni kwamba hawataki kituo kijengwe Msege. Wana sehemu maalum waishatenga ya kujenga kituo ambapo ni kuelekea Makabano ndani ya vijiji vitatu. Katika kikao mlichokizungumzia hususan kwenye swala la ujenzi wa kituo cha polisi kuletwa Msege, sisi katika wananchi wa kijiji cha Msege, kituo cha polisi hatukatai. Mbali tunaomba kituo cha polisi kiweko katika maeneo tengefu ambayo yamewekwa kwa ajili ya huduma za jamii. Lakini si kuweka kituo cha polisi katika maeneo ya mine ambayo ni sehemu ya machimbaji. Naamini huyu mzee Dochi sisi wananchi hatumkatai. Mbali wananchi tunampenda, lakini tushirikiane katika shughuli zile za maana, sio za kuzua migogoro. Kwa nguvu yetu sisi tupo. Tunasema asikilize wananchi kile wanachokisema. Pili, nirudi kwenye upande labda ndugu zangu wana Msege, ifike hatua na sisi tuseme sio kwamba tukubali haki zetu zio zinapotea kisa unatisho kukamatwa. Kukamatwa sio tatizo. Unakamatwa unawekwa sehemu unajieleza shida iliyokuweka pale. Utaogopa lini? Kwani Nyerere alipoondoa koloni hapa alikuweje? Si alikuwa anatishio hivyo? Haya maeneo ni ya kwetu. Hata kama sio sisi, wapo babu zetu waliokuwa wanamiliki hayo maeneo na waliisha aga dunia. Kwa hivyo inabidi sisi vijana tulibaki au Watanzania au tuseme wana Msege tungangania maeneo yetu, sio yachukuliwa na mwekezaji ukatoa na leseni la uchimbaji wa madini, sio leseni ya kumiliki ardhi ya juu. Na zipo sheria za madini na sheria za ardhi, na ndio maana hata serikali ilitambua ikaweka wizara ya ardhi na wizara ya madini. Kwa hivyo tufuatilie haki zetu. Naitwa Msabi Manga. Baba yangu ana ardhi hapa Kilemu cha Dhahabu, wamepakana na Mzee Dochi. Lakini logic nzima ya kuwaleta na kulazimisha kwamba kituo kijengwe kwenye eneo hili la Msege la madini si kwamba labda wanataka kuweka usalama wa raia walioko hapa. Ni kwamba watu wameisha taabika sana, hata kata ya Goronga kule juu. Watu wanavamia kule, kituo kimeshindwa kupelekwa kule kwa muda mwafaka. Kituo kinaletwa Msege ambako hakuna matukio. Ni kwamba baadhi ya viongozi wa ngazi za juu za wilaya ya Tarime wana maslahi binafsi na wengine wana mashimo yao hapa. Tunafahamu. Unaona hii picha hii yote ya watu kina mama vikongo, kina wazee vikongo, kina watoto ndama wanakuwa na njaa kwa sababu ya mtu mmoja. Hiyo mwita bilisonya nasema kutoka utawala ya Mjerumani ilikuwa bahari ya Buirigi, utawala ya Muingereza ilikuwa utawala ya Buirigi. Kwa nini huyu mtu anatoka nayo? Kihitaji ni huduma kwa jamii. Lakini hata Nyamongo pale ukiangalia kituo cha polisi hakiko mgodini. Kituo cha polisi kiko nje ya mgodi. Kituo cha polisi kiko Nyamwaga. Je, polisi hawatoi huduma kwa jamii? Polisi hawatoi huduma kwa mgodi? Basi mimi ningewaomba ndugu wananchi, tukubaliane tupokee kituo. Lakini kwenye muhtasari wetu tuandike eneo ambalo tunapendekeza kwamba tuwekeo kituo kwa ajili ya huduma kwa jamii. Tusikatae kwamba hatuhitaji kituo cha polisi. Kama huyo bwana kweli ana nia nzuri ya kutusaidia, atusaidie kituo cha polisi kisogee karibu, lakini sio sehemu ya machimboni. Kwa nini kituo kama jamii imekubali na pokea kituo? Tamko lililotoka kwa ofisi ya mkuu wa wilaya ni kwamba kituo kijengwe pale pale. Lakini sisi hatukatai kupokea kituo.
Sisi tunachokikataa ni kwamba eneo la kituo lisiwe machimboni, angalau litoke nje ya machimbo. Katibu tawala wa wilaya amemwakilisha mkuu wa wilaya, afisa utumishi amemwakilisha mkurugenzi, afisa ardhi amekuja kama mtafasiri wa ardhi na sheria za ardhi zinasemaje, pamoja na wataalamu wengine, maofisa na maskari wengine. Lakini baada ya kumaliza kile kikao, tulikubaliana kwamba tunakuja kwenye mkutano. Naona makuu hakufika, na hata huyo mlalamikiwa Dochi alikuwepo kwenye kikao hicho. Kwa hiyo baada ya kufika pale na kumaliza kikao hicho, serikali yangu ya kijiji imetoa maamuzi kama na vifuatavyo niwaambie sasa, ili mjue, na baada ya mwenyekiti kufungua kikao muendelee na hoja hizo. Maamuzi ya wajumbe wa serikali ya kijiji, wao kwanza wamesema wanahitaji mradi wa kituo cha polisi. Kwanza ni huduma wanasogezewa, lakini wakasema wanalo eneo ambayo walishatenga ya kujenga taasisi za kiserikali, mfano zahanati, kituo cha afya, zahanati, kituo cha polisi, na hata taasisi ambazo sio za kiserikali kama makanisa. Wakasema eneo hili hawatakubali kujenga kituo cha polisi, bali kama kuna mtu mwekezaji anapatikana wa kutaka kujenga kituo cha polisi kusaidia Watanzania wenzake kama na nia njema, atakuja kwenye serikali, atauliza eneo ambalo tumetenga, ataenda kufanya nini? Kujenga hicho kituo. Kwa jina mimi naitwa Mwita Muhono, ndio mwenyekiti wa kijiji wa serikali ya kijiji cha Msege. Isipokuwa tunachokiomba kwenye kijiji changu ni amani iwepo ndani ya wananchi wanafanya kazi kwenye maeneo haya ya Msege ambayo yametoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya utafutaji. Lengo kuu ni kwamba tusije tukakwama, angalau tukasogea tukafika. Isipokuwa tunaomba kitu kimoja, ni kwamba kwenye kijiji changu sitaki migogoro ambayo inaweza kusababisha ufunjivu wa amani kwenye eneo la kijiji cha Msege. Hilo la kwanza. La pili, nilikuwa naomba kitu kimoja, kwamba nitambue kwamba ina maana, kwa mfano wilaya inapokea malalamiko ya mtu mmoja au inapokea malalamiko ya watu wengi. Ina maana kilio, kwa mfano huyu mwekezaji ambaye ni Mwita Wambura ni kwamba yuko ndani ya kijiji changu, lakini wakati nawasilisha kilio changu kwenye halmashauri ya wilaya, ina maana kwenye viongozi wa wilaya hawanisikilizi, wanamsikiliza mtu mmoja tu kwa manufaa yake. Na mimi niko hapa kwa ajili ya jamii. Lengo letu ni kwamba hatutaki migogoro. Migogoro hii inakuja kusababishwa na mwekezaji ambaye ni Mwita Wambura ndani ya kijiji, kitu ambacho hatutaki kwenye awamu hii ya 5 hii.